Wewe baraka ukishaiweka wazi sio siri tena. Na mali hupatikana mahali pa siri. Siri ndio zimebeba ukubwa wa watu. Nataka nikuhakikishie, hata watumishi wa Mungu wote wana siri. Kumwona Mungu anamtumia sana, ana siri. Na muda mwingine atakupiga chenga usijue sana ratiba yake, atakuchanganya. Haleluya. Atakuchanganya. Kwa sababu siku hizi wao maono ni wengi. Unaweza kujua nani agent ametumwa kwako. Unaweza karibu dunia yako ndani ya dakika sifuri. Dakika sifuri. Wewe weka wazi, fanya vitu vyako kwa ushirika. Mungu anadili na mtu mmoja mmoja. Hadili na kundi la watu. Amen. Na maono uliyopewa wewe ni yako wewe, sio ya mtu mwingine. Amen. Yatumie wewe. Amen. Wewe umepewa wewe, unapeleka mtu mwingine. Jambo ni la kwako wewe, unarusha kila mtu mtaani. Anguko lako jua limekaribia. Na jambo jingine ambalo unatakiwa ujue, maono makubwa ulionayo yanaumiza sana maono. Na kama yanaumiza tazalisha chuki. Una maono gani? Na hayo maono ulionayo elewa yanawaumiza. Na ndio maana hiyo mnafanya project za ujenzi. Unafanya hiki. Usikae mbali na Mungu. Chochote cha maendeleo huwa kinainua vita. Kali. Wanajipanga upya. Kafanya kanua gari. Anajibu. Na wachawi wanaongea na mambo madogo. Wewe unaweza kuwa unaona mambo madogo. Ingia kwenye ufahamu wako. Ukitaka shida na zako, ingia kwenye nini? Kwenye ufahamu wako. Alafu waone jambo lako wanavyoliona wao, sio unavyoliona wewe. Kwa nini tunapigwa? Wewe kwa sababu ya ukuli ndani yako, hata jambo dogo la kawaida unaliona kawaida. Kuna wenzao power lile ni kubwa mno. Ni kubwa mno. Wewe unaona kanyumba tumenyanga, kanyumba tu. Hii nyumba hawajaziona nyumba za watu. Ni wewe uliyeziona. Wao hawana hayo macho. Wengine watembei nje mtaoni na wewe. Anaenda sokoni anarudi kwako. Na anajiuliza hata kama ni maana ya wengine akina kufahamu wewe. Kwa nini wewe nayo mimi siwe nayo? Anadili na wewe. Ananyoka na wewe. Mbona hawajaona magorofa? Mimi gorofa la kunadili na wewe. Mimi mwenye gorofa simjui na kujua wewe. Amen. Anapambana na wewe. Na nielewa unachosema. Amen. Na nielewa unachosema. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo pamoja na kwamba walimchukia, Yusufu aliendelea kuwasimulia ndoto zilizobeba hatima. Angalia namba 9 Yusufu alivyokuwa ajabu. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake. Akasema angalieni, niliota ndoto nyingine. Natazama jua na mwezi na nyota 11 zikaninamia. Akatoa anavuta mali pasiri, yeye anatoa nje. Anavuta mali pasiri, yeye anatoa nje, zikaninamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea. Angalia baba alikuwa ni mtu mzima. Baba yake akafanyaje? Akamkemea. Haleluya. Amen. Akamwambia, ni ndoto gani hiyo uliyoiota? Akamkemea, akageuza elewi. Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu. Bali baba yake, sikiliza, alielewa. Alijifanya anamkemea. Baba yake akalihifadhi neno hili. Sikiliza. Akalihifadhi neno hili. Akalihifadhi lile neno. Huyu mtoto ana kitu. Baba akalihifadhi lile neno. Ile kwa sababu ya utoto, na wengine pia kwa sababu ya utoto wa kiroho. Utoto wa nini? Wa kiroho. Tunaangukia kwenye mikono ya maadui zetu kwa sababu ya utoto wa kiroho. Tunasimulia kila kitu. Unaangalia nini? Maji ya nini? Ya upako. Nikugawie. Wanajua kuja na silaha nyingine. Wanabadilisha mbinu. Hiyo mabeba ni nini? Sticker. Ya nini? Ndio inafanyaje? Yaani ukibandika fire. Watu jamani, msipite pale leo ingilieni hivi. Mtegeeni chooni. Nini? Uchanga wa kiroho. Uchanga wa nini? Wa kiroho. Hata wanajeshi silaha nzito wanapozificha kwenye amari hakuonekanaki. Hakufanyaje? Hakuonekani. Wameficha ni siri. Wewe kwanza unamanya upako ndio unayashika, unaenda nayo hadi kwenye kikoa. Na kumpatia namna hiyo kwenye chama. Huwezi shinda kutazama kwa sababu. Huwezi shinda kutazama. Simulia maono. Sisimulie maono yako. Sisimulie kwa watu wabaya. Amen. Na hapa nataka niseme Mungu wengi mnaopata shida hapo. Sio kwamba Mungu hawafungui.
anawafungua. The problem is mnarudi tena mara mbili kama Yusufu. Mnarudi kwa wabaya wenu wale wale. Hamna macho kwa jua wabaya wenu. Umeenda safari, huyu ni aunti, huyu ni mama, unaenda unakula tena. Unaenda unakunywa tena. Unaenda unaingia. Kuna maeneo lazima uwe na discipline. Sitakula kila sehemu. Kuna migawa sitaingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maeneo sitaenda. Kuna mtu nguo yake siwezi vaa kwa sababu nguo zinabeba roho. Lazima uwe na mafunguo. Acha kushirishia nguo na watu. Unahamisha roho toka eneo moja kwenda lingine. Hata kuna vitanda sio vielewa. Wewe umeenda nyumba ya jirani yako, najisikia kichwa, nitolee kale godoro, nalala juu ya godoro, vinakuvaa vyote. Jirani mwenye mtu vizuri. Ni sina kilema. Kuna msiba hapo umeshafunga hapo umefunga hicho kichwa. Kwani kisikume ovyo. Kwa mama kupenda kula. Aje tunajipitisha mbele yako. Umeiona ndoto uliko na nini? Wewe kuna nini huko? Unataka kujua kuna nini? Yaani haieleweki unahamia nini? Unataka kujua kuna nini kwanza? Ni nini? Ni mapupu leta ya moto. Unataka tu ni ya moto au ya baridi? That's it. Ya moto au ya baridi? Ni kuku. Wewe kuku alikufa kibudu. Alikufaje? Ni mtego labda wewe ndio unayewindwa. Kuna kitu kikubwa umebeba, unakula. Watu wenye hati makubwa hawali ovyo. Amen. Hawavai ovyo. Amen. Hawaendi kila sehemu. Amen. Lazima ujiwekee mipaka. Kuna sehemu naingia, kuna sehemu sifanyaje? Singi. Hawawe na urafiki na kila mtu. Amen. Tulikuwa tunamwona kijana mmoja mtaani kwetu mkarimu sana. Anataka kuongea na kila mtu. Mapasa akasema, na sisi ndivyo tulivyokuwa zamani. Tunaanza maisha. Tunataka kuwa mwema kwa kila mtu. Unajipeleka kwa mama huyu, unajipeleka kwa mama huyu, unajipeleka kwa baba huyu. Ndio mwingine uko mbele na wazazi wako, unatangaza na mama wa hiari. Umemwona tu mama, tunaona tunajua tukupaka kawa hizi vizuri. Wewe ni mama yangu wa hiari. Umekwisha. Unanielewa naweza kusema? Amen. Unanielewa naweza kusema? Amen. Wewe ni mama yangu wa hiari. Mama yako wa hiari. Na wengi mmepigwa na mama wa hiari. Mmepigwa na mababa wa hiari. Amen. Kuna wazee tulioweka karibu. Ukimwongea unasema huyu hekima alionayo. Wakikuangalia, kijana wangu. Kuna mtu hapa pale ya maombi fulani kapigiwa simu na mtu kaogopa na kupokea simu. Nini? Akakumbuka kilichotokea hapa madhabahu. Na prophecy hiyo. Haleluya. Amen. Umemwambia nani maono yako? Nani ameharibu maono? Ni vitu vingapi vya kwako vimeharibika kwa sababu vilikuwa mbele za watu? Ni vitu vingapi vyako vimeharibiwa na waharibu maono? Vingapi? Na bado narudia tena. Kuna ile tabia ya kufikiri kwamba mtu aliye karibu na wewe au ndugu yako hawezi kubeba roho za uharibifu. Hiyo tabia acha. Hiyo tabia fanyaje? Acha. Na ile kuanza kwamba kila anayenichekea, kila anayenifurahia hajabeba roho ya uharibifu. Unadanganywa na sura. Na wao wanajua kuvaa ngozi za kondoo. Yesu alisema sana, wanavaa ngozi za kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu. Ungewajua wanavyokuona, ungekimbia mbio. Ungetimua mbio. Halo. Mungu amenipa hiyo neema. Yeyote nimemwona hivi nikika kama na kitu cha tofauti, nitajua tu. Na najua na namfanya na yeye ajue mimi nimefanyaje? Nimejua. Nitamfanyaje? Naanza matamko pale pale. Pale pale kwa moment tuko naye. Na atanikwepa na atakuwa